Nizungumzie kiwango cha Ture, kuna ambao wanaona kama Young Africans wamepiga. Mimi kwangu Ture nikimwangalia, Ture ni moja kati ya washambuliaji ambao ni wazuri sana, kwa sababu sijamuona awe na mistake kama za Dumbe. Sijamuona. Yaani kama umempa mali ajue, yani asiwe anajua anapeleka wapi. Ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira, ana uwezo mzuri wa kupiga pasi. Fresh kabisa. Kosa lake ni lipi? Maana mpaka dakika Simba namtamani Ture kuliko Dumbe. Nakwambia wanamtamani Ture wa Yanga namba 9 kuliko Dumbe. Mimi kwa sasa kumhukumu Ture kwa namna ambavyo alivyocheza nadhani ni mapema sana, lakini bado analipa baadhi ya vitu vya kiufundi vingi kwamba jamaa anajua mpira. Unaelewa vizuri. Tofauti na wengine ambao wanapromotiwa tu. Lakini kiuhalisia mimi kwangu nilichokiona jamaa ana kitu. Tumpe time. Yes. Tukizungumza kiufundi tunaona kwamba Yanga ilikuwa inapata ugumu sana kuweza kupita katikati, ilikuwa inapitia sana pembeni. Ni uwepo wa Casemiro kutokuwa na uzoefu pale katikati. Yanga kushindwa kupita katikati kwa anapitia pembeni, ndio mfumo wa kocha. Na ukiangalia rekodi ya kocha Mang'eta kwamba katika mchezo yake alipotoka lazima aruhusu goli. Yaani inamaanisha kwamba katika mchezo ya kufunga na kufungwa ilikuwa idadi wanatofautiana ni kidogo sana. Pengine kwenye ligi kuu tutaanza kuona kwamba watashinda lakini wataruhusu goli kwa sababu leo Yanga hajaondoka na clean sheet. Mpira ni mchezo wa makosa. Huwezi kugarantii kwamba Yanga itashinda mechi zote bila kuruhusu goli, hapana. Itakuwa sio ligi. Unaelewa vizuri. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba na Mungu aliheshimu Young Africans. Walikuja kama timu ya pili, wakacheza kwa ubora wao. Unaelewa vizuri. Na ndio maana ilipelekea kwa na ugumu. Ambacho nilikuwa nakiona ni kwamba Young Africans walikuwa wanajaribu kuwa peti sana na Mungu. Hawakutaka kuwalazimisha sana kupita katika maeneo yote. Unaelewa vizuri. Lakini haimaanishi kwamba kuna shida ile. Na ndio maana mwisho wa dakika 90 Young Africans imeshinda. Sasa kwenye swali lako kuhusiana na Casemiro, bado ukimwangalia alikuwa anapiga sana square pass, sio za kuifanya timu iwe na pressure zaidi ama kupiga pressure pass kwenda kwenye lango la Namungo. Na ndio maana utakuja kuona Yanga wana akili sana kumleta Master Key. Kwa sababu Key ana uwezo wa kulazimisha. Key ana uwezo wa kujua na kumsoma golikipa nini akifanye. Kwa sababu Key akiwepo pale Casemiro kucheza inabidi apambane sana, lakini hajacheza vibaya kwa level yake. Amecheza vizuri, lakini mapungufu yalikuwa ni madogo sana ya kuachia pass on time na kuifanya timu itembee kwa speed inapokwenda kwenye lango la Namungo. Kwa sofa nampongeza, pia amepambana, lakini anacho kitu cha kujifunza kwa kaka zake. Amefanya vizuri pia. Yeah. Leo mtaanza kwamba msimu ujao Alanokelo atakuwa msimu huu Alanokelo atakuwa sema bora kwa Yanga Africans. Yeah. Kuondoka kwa Alanokelo inafunza nini? Mimi kwa Yanga hii Alan Okello kuondoka kwake, wana Yanga watamisi tu kwamba Alan Okello hayupo. Lakini Yanga ya msimu itafunga sana magoli kuliko Yanga msimu uliopita. Itafunga sana, vilio vitakuwa vingi sana. Na hii Yanga wameamua kucheza kwenye kibatari cha KMC. Ukiingia mundani au utaungua sana. Na mimi ninachokwambia, kwa sababu najaribu kuiangalia Yanga ya msimu uliopita ilikuwa haina pressing kali sana. Yanga hii inapokonya haraka mpira kwa mpinzani. Yanga hii inafanya pressing sana. Sasa ukiwa na mtu kama Master Key, ninamuona Dr. Peter Sharulile kwa Master Key atafunga sana. Amina yes, simesema mzee, subirini muone, lakini naona msimu huu kwa Master Key atafunga sana. Kuna ambao wanaoje kwamba wana wasiwasi kwamba pengine kweli Stefan Azizikia atarejea na ubora wake ule au mambo yatakuwa yamepungua. Kuna ambao wanaona kama alifeli akwenda Wydad pamoja na nini. Lazima tutambue kitu kimoja kwamba ligi ya Morocco tofauti na ligi ya Tanzania. Kwa Master Key amecheza mechi 11, amefunga goli 8 na assist 3. Bado anakupa wakati mzuri kwamba ni mtu ambaye ana ubora wa aina yake. Hakuna timu ambayo haimjui Master Key. Hakuna. Na mimi sitegemee kuona kwamba Azizikia anakuja kujitafuta, hapana. Bado ana ubora kwa sababu cha kwanza anaijua ligi yetu. Unaelewa? Kwa hiyo sitegemee kuona kwamba anakuja kujitafuta hapa, hapana. Ila anachokuja kuona ni kwamba anakuja kuongeza kitu katika eneo zima la ushambuliaji la kikosi cha Yanga. Simba leo wameshambulisha Mkuna katika wao. Mkuna anaenda kuingiza nini katika kikosi cha Simba?
Ukweli ni kwamba Simba inapitia kwenye mporomoko mkubwa. Simba ilipaswa kuwa na washambuliaji hatari sana, lakini hawa washambuliaji wasikia si Popita, si Mgunda, si nani, bado sio level ya Simba. Na waambia ule ukweli, Mgunda yule sio level ya Simba. Na hii inathibitisha wazi ni kuporomoka kwa Simba. Haya yote ni kwa sababu ya kujisaidia Jangwani. Haya hizi nawaambieni kweli, nisikilize, haya yote ni kwa sababu ya kuiona katiba haina maana. Unaelewa vizuri? Hivi kweli wewe Mgunda nakuumiza kichwa Mgunda kweli nchi? Yaani unakwenda ligi ya mabingwa na Mgunda bado najaribu kumwangalia, na miaka yake 32 aliyokuwa nayo najaribu kumwangalia Mgunda. Kama Mashujaa alishindwa kuperform akana goli 2 msimu mzima, kwa Simba hii yenye pressure hao watapigana sana, subiri uone, hao watapigana sana hao, ni swala la muda. Lakini ukweli Simba, ninawaambia ukweli, msije mkasema Yanga inanunua mechi, msije mkasema Yanga inanunua mechi, maana ndio uchochole kujifichia. Baada ya kuona leo wamemsajili Mgunda, leo ameanza kusingizia wamekosa uwanja wa kufanyia mazoezi. Sikilizeni, Kalia kaweka mapema kabisa, mazoezi yako utayafanya siku ya mchezo. Kwa hiyo uchochole mwingine visingizio sio wakati wake. Lakini ukweli hili ni anguko. Hayo umemwacha Soa wa nini? Hivyo yeye Soa kuna mtu anamfikia pale, huyo Dombia, Mgunda, si nani? Hivi kweli? Hapana. Yaani unapomwambia Soa hana nidhamu, wewe mbona ufuati katiba? Na wewe si una nidhamu, wewe mbona usajili wanachama? Manake utovu wa nidhamu sio kwa sababu tu umemfiatukia mtu maneno mabaya, hapana. Kuifuata katiba tu ni utovu wa nidhamu kama hujaifuata. Ndio maana nakwambia wana Yanga wamekuja kwa sababu ndani structure ya uongozi imenyoka kwa mujibu wa katiba. Hivi kwa Simba kumtegemea Mgunda kweli? Hapana. Tangazo la taifa ambaye ameanzisha challenge ya X Factor arudishe hela za watu. Kama ndo mchezaji mwenyewe Mgunda huyu, hivi kweli harudishe? Na niombe vyombo vinahusika, TAKUKURU, huu ni muda wa kuingilia kati. Haiwezekani uwachangishe watu hela X challenge si factor si nini umlete Ismail Mgunda. Haiwezekani. Leteni wachezaji wa maana. Unaelewa hivi kweli X factor player kweli X factor player kweli ni Mgunda kweli? Kwani alitakiwa kwa Faisal? Unajua bodi ya kurugenzi inamtesa sana Ahmed Ally. Sana. Inamtesa sana yule ndugu yetu. Haiwezekani. Natangaza tangazo kwa herufi kubwa. Alianzisha kampeni ya X Factor ile challenge, arudishe hela za watu. Hao walisema feitoto. Niliwaambia Simba haina ubavu wa kuvunja mkataba wa bilioni 3.9, haina ubavu huo. Sikiliza, wapambe wakaeleza wao makubaliano tayari. Dirisha ishafungwa. Taarifa hizo mnazo kwanza. Saa 5 ndio inafungwa. Sasa hivi saa ngapi? Dirisha ishafungwa. Fei mmemwona huko Fei? Kama Fei hayupo Simba, challenge irudi hela za watu. Inaumiza sana kuwadhulumu wana Simba. Nimeumia sana chuma cha Mjerumani kuwadhulumu wana Simba. Unawadhulumu wana Simba kuleta challenge ya X Factor alafu mchezaji Ismail Mgunda. Haiwezekani. Manake mchezaji mzao ambao nataka kumchukua kwa hivi sasa mwenye kiwango bora zaidi ni Feitoto. Si ndio? Wamenunua jezi laki kila mmoja. Haiwezekani. Alianzisha hii arudishe hela za watu. TAKUKURU inabidi ingilie kati huko. Watu wanateseka. Haiwezekani. Katiba usifuate alafu leo uje udhulumu watu. Haiwezekani. Mimi nimeumia sana katika hili. Ndio mimi naondoka zao kama maswali hakuna. Zimeni kamera.